tekanya kan gitomba kudira nende tukiota na era nawe mutegero robo wari tukeda tukara kimantu yegiye maboko bombwiri amana tukudira nende tuyokudomera cyane kumenyera mantu mwanya kinyo kumenyediana kinyo kudomera mantu yegiye maboko bombwiri niyo tubagi tumina giteyo kirene ulbeto PHINEAS IMAANA Nteto tuntugerwene ndia kedira mwekanya dire kinyetira ritora yake indi mbere kurigeni no wedire kinyo kinyila Nteto na namba ira kedira ngekwaya yo kudomera yo na kimiru nekivugu mwanja emoinya idano kivugu easy kivugu mwanja emoinya idano kivugu wedira ne dio kisivna mbuna kinyoto ma message kuri dara kamba kudira ine mukaira na hoteli bro kwenda ukedira webo mukaira. Karibu sana daktari. Asante. Anza na kusalimia mtazamaji kisha tuingilie mambo mawili matatu kuhusu afya ya mtu. Asante sana. Nashukuru sana mtazamaji mahali popote ulipo. Na nangu ni daktari Kimani Lango. Mimi hufanya kazi na kliniki za Kims Herbal Clinic. Kims Herbal Clinic ni kundi ya madaktari ambao wamehitimu na wanafanya kazi ambayo wanalielewa. Na sisi tulishikana wakati tuliona watu wamelemewa na magonjwa na tukaona kwamba kuna dawa zilikuwa zinatumika hapo awali za kiasili na watu walikuwa wanakaa miaka mingi bila kusumbuka na magonjwa, na zamani hatukuwa tunaona magonjwa watu wakipewa dawa za kumanage magonjwa kama vile siku hizi tunaona watu wanatumia dawa za kumanage. Tutakuwa ni vizuri tuweze kutafuta zile dawa mtu anaweza akakunywa, kama ni ugonjwa wa arthritis inaisha, kama ni ugonjwa wa kisukari inafika mwisho, kama ni magonjwa ya typhoid badala ya kuishi ukitumia madawa inafika mwisho, kama ni hasa zimekuwa zikikusumbua unakunywa dawa unapona kuliko kutumia dawa kila wakati. Na bali yetu tumeelezewa hapo ni 0714, zingine zote ni 50. Ni vizuri uandike hiyo namba, na pande nyingine ya studio kuna daktari ambaye amegojea, mpigie simu muulize swali. Kama uko na ukitaka kujua kwenye tunakuja kwa siku gani, naweza ukapiga hiyo namba, nimesema ni 0714 50. Tukiwa utaendelea kusaidiwa. Tunapatikana hapa Meru, nyumba inaitwa Weru House. Tuko ground floor 1 and 2 karibu na Post Bank, na ni ile nyumba iko na Wapendwa Bookshop hapa Meru, na tunafungua kuanzia Monday mpaka Saturday, na tunashukuru wale watu wamekuja kwetu wamesaidika na wameweza kuelezea watu wengine. Tena tuko na kliniki kule Nairobi pale Thika Road, tuko pale Githurai 45. Tuko hapo juu ya Family Bank, tuko third floor Kumalabaiti, uko ni Githurai 45, na tunafungua kila siku. Hapa Meru kuna zile sehemu tunatembea kila siku. Na kama kesho ikiwa siku ya Thursday, kesho ni Thursday, tutakuwa pale kwa Bishop Muridhi siku ya kesho, na pale Chogoria kwa Bishop Muridhi siku ya kesho. Na kesho kukiwa Thursday tutakuwa pale Embu, na Embu tutakuwa pale na Guest House hapo kwa mafuta ya wala siku ya kesho, siku ya Thursday. Siku ya Friday tutakuwa pale Maua tutakuwa pale Samaki Lodge karibu na Deliverance Church. Watu wa Maua ni siku ya Friday pale Samaki Lodge karibu na Deliverance Church, siku ya Friday watu wa Maua. Siku ya Saturday tutakuwa pale Chuka, na Chuka tutakuwa tunatabia pale nyuma ya Petans pale kwa KTS Supermarket hapo juu, hapo Petans hapo juu, siku ya Saturday watu wa Chuka town. Na siku ya Sunday tutakuwa pale Kiajai tunakuwa pale kwa Geshuge pale kwa Gorofa siku ya Sunday, na Monday tunakuwa Ngovo pale Icon Restaurant, hiyo ni siku ya Monday. Na siku ya Tuesday tutakuwa Lale pale God Gives 2020 nyuma PlayStation ya Lale, siku ya Tuesday watu wa Lale. Ukifika huko ushindi unapiga namba ya 0714 50 50. Kumbuka tunapeana huduma kama za kupima, na tunapima watu bila malipo, na bado tunapeana mambo ya nutrition, lishe bora bila malipo. Na kutoka hapo tunakupatia zile dawa zimetoka India, South Africa, America, na zingine tumetengeneza tu kutoka hapa nchini Kenya. Na ni zile dawa nasema zinamaliza magonjwa unakabla kutumia dawa yoyote. Kwa hivyo karibu kwa program ya leo. Thank you sana daktari. Na kabla tuingie kumbali, kuna kitu sumbua watu sana, shinda ya tumbo. Mtu unasikia mtu anasema mimi siwezi kula hiki, umepika leo chakula hujamaliza. Kesho yake asubuhi unasema mimi sasa hii chakula ni waste. Chakula ambacho kimelala nje. Nini usumbua watu katika tumbo haswa? Asante sana. Kwanza niseme wakati Mungu alikuwa anaumba mwanadamu, kitu kwanza Mungu alielewa ya kwamba tumbo ndio itakuwa tatizo kwa wanadamu.
Na ndio maana number 1 akaiweka katikati na akaiweka mbele. Unaona inakuwa katikati ya mtu na iko mbele. Ndio wakati wote tunaiangalia na tunaiangalia vizuri. Kumbuka tumbo ni factory. Wakati umekula yai, kile chochote utakula kinaenda kwa tumbo. Hata kama ni dawa itabidi, hata kama ni kichwa inauma ifike kwa tumbo. Ndio sasa kitu inaitwa tumbo kichwa iweze kupona. Niseme ya kwamba tumbo ya mtu inakuwa na mashine mengi sana. Kwa sababu unasikia kuna typhoid inaingia kwa tumbo, kuna ulcers inaingia kwa tumbo, kuna homa unapata hivyo. Yani magonjwa mengi sana inaendaka kwa tumbo. Na tuseme ya kwamba ndio tumbo ya mtu isiweze kuwa na mashine mengi, na bwana mtu anastahili kuwa anaangalia zile chakula anakula na yale masaa anakula. Kulingana na kanuni ya afya inasemekanaga kwa siku moja mtu akule chakula, na ile chakula amekula akae masaa 3 mpaka masaa 4 kabla hajakula chakula ingine. Lakini unapata kuna mtu lisali moja ndio huyo, maembe ndio huyo, na kadhalika utambata na mayai, samsa ndio huyo. Sasa itakafika mahali tumbo yake iharibike. Number 2 inasemekanaga mtu akikula chakula asikule chakula na akunywe maji saa hiyo. Lakini una mtu akiingia kwa hoteli aletewe chakula na maji pamoja. Na unastahili ukunywe maji 30 after kukula ama that before. Lakini kuna watu wanakula chakula wakikunywa maji. Sasa hiyo unakula chakula na kukunywa maji. Kumbuka kuna nyongo ndani ya mwili wako ambayo huwa inamwaga maji na kaa acid ya battery ambayo huwa inasaidia zile chakula kusiagika. Na wakati umekula yale unakunywa yale maji unafanya yale acid kuwa ile inakuwa maji sana. Na sasa zile chakula hasitasiagika yale masaa yanastahili. Iko hivyo na ikikaa ukikula chakula kingine itakuta ya mbele haijamaliziwa. Sasa kuna sikia mtu anakula vizuri lakini haendagi choo siku 3 siku 4. Sheria za daktari zinasema kwa siku moja uende choo kubwa mara 3 ama mara 4. Lakini kuna mtu saa ile kukiwa Wednesday ya mwisho alienda hiyo wiki nyingine choo na anasiri kuwa ameraswa hosi na hajui. Kwa hivyo ni vizuri kujua hiyo. Kitu kingine ni watu kukula chakula na wanaenda wanalala. Unastahili kukula chakula kama leo ya sapa, unakula chakula unakaa at least risali moja ama masaa 2 kabla hujaenda kulala. Na tunaona mahali kama hospitali, mahali kama jela, ama shule boarding, watoto wanakulaga 6 mapema. Lakini wakimaliza shule wataenda kula ya masaa wanataka. Ni vizuri kukula chakula na usiende kulala. Kuna hizi chakula tunasemaga saa asubuhi, kuna chakula ya saa 7 na kuna chakula ya jioni. Hizo chakula zote huwa tunakula, zile chakula ambazo zinaweza kusaidia mwili vizuri ni chakula cha asubuhi, breakfast. Lakini watu huwa wanakulaga vitu za ngano, mandazi, keki nini. Na asubuhi unastahili kukula ugali na sukuma. Asubuhi unachafurahia kutafuta ugali na managu. Asubuhi unastahili kutafuta githeri ukule. Kitu heavy. Ndio mwili wako, kwa sababu ukitoka hapa utatembea kidogo na hiyo chakula itafanya kazi na mwili wako itasaidika. Lakini watu wanasidaga shughuli, wako busy, usiku li wanajekelea ugali, chakula jile ni mzito wanakula jioni. Alafu wanakula chakula na waenda wanalala. Sasa hakuna siku watakaa bila kusumbuliwa na tumbo. Lakini kwa tumbo, kwa sababu kuna magonjwa mengi sana ambayo huwa inasumbua watu na tungeweza kuelezea yote. Niseme kwa tumbo kuna ugonjwa mmoja inasumbua watu inaitwa ya ulcers. Na ulcers tunakuwa na aina 3. Kuna peptic ulcers, kuna duodenal na gastric. Na hizi ulcers zinaletwa na bacteria inaitwa H pylori. Ile tulisemaga siku nyingine hapa kwa programu nyingine hapa ya kwamba huwa inaletwa na maji ambayo si safi. Tukasema wakati mtu anatumia maji ni vizuri kuchamusha ama kuweka ile dawa inawekagwa. Na siku hizi kuna watu wamefusikia mafundisho ya daktari na wakitembea wanatembea na chupa ambayo wameweka maji. Wengine wanasema ni kulinga, lakini huyu mtu anajielewa. Anataka kubeba maji ambayo anajijua, kwa sababu yale maji utaenda kununua ya shilingi 20. Mwingine ni mkora alienda akachukua chupa kwa barabara akaosha, kaenda kwa tabu, maji sio safi. Na unapata ya kwamba watu wengi wako na mashida za ulcers. Kutoka hapo kuna watu ambao huwa hawajui umuhimu wa kuwa mtu anaosha ile mtungi anaweka maji. Yale maji mtu anakunywa, hiyo mtungi inastahili kuoshwa ikiwezekana wiki mara 2. Kuna mama tangu alewe na akona miaka 20 kwa doa, je, osha ile mtungi anaweka maji. Ni maji tu anaweka na chotelea na anasemaga hata amelala saa 7 akichota maji. Lakini huwa haoshi ile mtungi. Na ile mtungi akienda aikate atapata kule chini kuna maji ya green. Hiyo ndio anapeaga watoto wake, mzee wake yeye. Na ndio ukifika kwa unasikia wote wanasema asa sijui kiugulia sijui nini kijui nini, kwa sababu maji imeleta hiyo shida sana. Na ni vizuri kama uko hapo na uko na dalili nitataja.
ufike kliniki za KIMS, maana kuna dawa tumetoa mpya ambaye mtu atatumia muda wa mwezi mmoja na nusu. Kama ameambiwa kuna H pylori, kama ameambiwa kuna asas, kama ameambiwa kuna acid mingi ama gas, kuna dawa anaweza kutumia na ziweze kumsaidia. Niseme kama uko hapo unakuwa na kusikia tumbo ikiwaka kama moto, ni vizuri kuangalia kama uko na asas. Kama uko hapo uko na dalili ya kusikia saa zingine unaenda choo lakini ni hewa peke yake inatoka, ni vizuri kuangaliwa asas. Kama hapa katikati ya tumbo na kifua unasikia kiungulia, kuchomeka sana, na watu wengi huwa wanaenda wanakunywa maziwa, na hiyo maziwa itaenda tena kwa sababu kuna gesi mingi kwa tumbo, itaenda tena iende imletee shida. Haya, kutoka hapo kama uko hapo unasikiaga saa zingine, unasikia saa zingine uwezi kwa kula sukuma, uwezi kwa kula githeri, uwezi kwa kula maharagwe. Hata watu wengi wa asas wako na stress, maana wakienda mahali kuna sherehe, itabidi waende kuchagua chakula. Hawezi wakakula hii chakula, hawezi wakakula hii. Sasa wewe ndio tunasema ufike KIMS hapa tuweze kukupatia dawa hizi hasa zipone na sikauke. Kile kitu ambacho haukuwa unakula uanze kukula na mambo yako yawe mazuri. Kwa hivyo mambo na tumbo watu tembele, tutawasaidia sana. Na daktari, umetaja kuna aina 3 za ulcers. Je, mtu anafaa kwa treatment iko different ama yote kwa tu sawa? Iko tofauti kabisa. Maana kila ikisikia ni ulcers kama gastric unajua hiyo ni ulcers, duodenal unajua hiyo iko kwa pale kwa ule utumbo wa kwenda nje ya choo pale kwa colon ya mtu. Na sasa wakati unaenda kutibu lazima iwe tofauti. Na tukiangalia umetaja kiungulia ama pia kuna heartburn. Nasikia mtu anasema na umesema ni vizuri, ni kweli watu wengi ukunywa maziwa. Inakupata unakunywa maziwa, wengine wamezoea over the counter drugs. Inakushika unaenda nisaidie na fulani mpaka ushajua mwenyewe kama mgonjwa unajua na fulani ndio nakunywa. But haishi. Inatulia kidogo, after 1-2 days inarudi tena. Je, is there solution for it, mtu asiwe anakunywa dawa kila after every 2 days? Ndio maana nimekuja hapa, ndio mtu aanze kutumia hizo dawa. Unatumia na hujapimwa na daktari, daktari hajakwambia utumie. Na hizi dawa ambao unatumia na hasina mwisho wake ni za nini? Kama dawa haikuponye ni ya nini? Fika KIMS upatiwe dawa utumie mwezi mmoja na nusu. Sasa kutoka hapa upone, mambo yako yawe mazuri. Na kabla tumalizie, kuna jambo lingine usumbua watu sana. Jambo la baridi. Unasikia mtu amefungana, breathing iko na shida, ama unasikia kuna mtu haezi tembea kukiwa ile unyevunyevu ile baridi. Je, haswa shida kwa nini? Ni respiratory ya mtu iko na shida ama ni nini haswa? Number 1, wakati mtu ana dalili kama hizo umetaja, hapo tunaendaga moja kwa moja tunaona anaweza kuwa na allergy. Na jina allergy watu wajaielewa, jina allergy ni mwili wako kuna kitu ambaye inakataa. Unaona kuna mtu ambaye akioga na maji unajikuna, kuna mtu akitumia dawa fulani anajikuna, kuna mtu akitubea kwa majani fulani hivi anakuwa na shida fulani. Kwa hivyo tunaanza jua kitu ya kwanza kama ako na allergy. Na ni vizuri watu wajue asthma, jina asthma watu wanaiogopaga sana, lakini asthma ni allergy inamachua, inakuwa kubwa. Hakuna ugonjwa kama asthma, ni allergy ndio inaendea inakuwa kubwa, inapewa jina sasa inaitwa asthma. Na kuna wale watu ambaye hawana asthma, ni allergy wako nayo haijafika kuitwa asthma. Na hawa watu huwa wanamesajua kwa sababu wakienda mahali pengine kwa mahali kusiaga unga atakuwa na shida kubwa sana. Akienda mahali kuna mtu amejipaka mafuta fulani atapiga chavia sana pale, na ataanza kujikuna mapua huku kwa masikio. Utasikia tu mkiongea nasema kuna kitu anasikia hapa ambayo inamletea shida. Na ndio mtu apate allergy kwa sababu hiyo ni shida za allergy. Lazima mwili wake iko na shida za immunity yake iko chini. Kila mtu ambaye immunity yake iko chini anaweza akasikwa na allergy. Na watu kama wakifika kliniki za KIMS sababu tunampatia dawa kwanza, tuna boost immunity yake inakuwa juu, ndio anaweza kupigana na zile vitu ambazo zilikuwa zinamkataa. Kuna mtu hawezi kaa Lemuru, kuna mtu hawezi kaa Mombasa kwa sababu akienda kuna vitu fulani zamshika. Sasa akiboost immunity yake, huyo mtu atakuwa hiyo allergy itaisha na mambo yake yatakuwa mazuri. Na kuna dawa nzuri sana ya kuboost immunity ya mtu, na zile dawa bado za kumaliza shida kama hizo za kifua. Kuna mtu atoage fikohozi huwa anakohoa sana. Kuna wengine hata saa hii akianza kukohoa atakaa hata mpaka dakika 5. Wengine kifua inauma, kifua inaguruma, hata wengine wanangorota. Unaona, na kungorota watu wanaona kama ni kawaida. Kuna mtu saa hii akilala hapa, yani mwizi akikuja kuiba ng'ombe aulize kama ako, atajua akiwa bali ajue kama mzee kako na amelala anasikia ndio huyo. Na sasa hiyo kungorota unangorotaka mpaka mtu anasikia akiwa mbali, usione kama ni kawaida. Kuna dawa unaweza kupewa ulale
Mpaka mtu ashindo kama bado unaishi ama nafikiri umeenda na kumbe ni vile tumekupatia dawa imeosha hiyo kifua, imetoa hizo vikohozi, tumekomaliza hiyo allergy, tumeboost hiyo immunity yako na mambo yako yanakuwa mazuri. Hakuna siku utasikia kujikuna macho kwa masikio na hizo vitu zote za allergies zitaisha zote. Na alafu zile vitu ambazo huwa hautakagi kupatana nazo, hata maji baridi ukiuza hivyo, sasa utakuwa unagusa na hutakuwa na shida. Na ndio muda wetu uko karibu kuyoyoma, lakini kwa ufupi tu, arthritis ni nini haswa? Arthritis ni jina ya Kiingereza na arthritis ni jina general ya ugonjwa wa joint ama viungo. Na wakati Mungu aliumba mwanadamu alimsaidia sana. Maana katika ukiangalia vitu kama tuseme kama hurubaru ama baiskeli ama pikipiki ama gari, wakati ambapo haina oil yale huwa tunaweka ndio hurubaru isiende ikileta ile hiyo sauti. Ikiweka unasikia imetulia na kelele imeacha. Hata baiskeli unaona hivyo. Sasa hiyo fluid Mungu alitupatia free na istahili kuisha, inastahili ukufe nayo. Katikati ya jondi zote ndio mkono yangu icheze hivi, kuna yenye imewekwa na Mungu hapo, hapa imewekwa na kule kwingine kumewekwa. Sasa ugonjwa wa arthritis huwa unaingia pale kwa zile joint, unamaliza ile fluid. Na ile fluid ikiisha, hapo ndio sasa baridi huwa inaingia kwa sababu imepata kuna mahali kumeachwa ile gap. Baridi ikiingia ndio ugonjwa unaitwa ugonjwa wa baridi. Na ile baridi ikiingia pale utakuwa unapata hii ugonjwa wakati kuna baridi, utakuwa unaona jondi zako zinauma sana. Wakati ambacho kuna joto unasikia miguu yako ni kama iko sawa kabisa. Arthritis tuko na aina kama 10, lakini zile common ni osteoarthritis, kuna ingine tunaita gout arthritis na rheumatoid, na ni mingi sana. Na hizi arthritis ni ugonjwa ambao inataka mtu awe na discipline. Number 1, lazima ajue kutumia chumvi venye kuna stahili. Tumia chumvi ambayo imeiva na usitumie chumvi ambayo haijaiva. Number 2, make sure utakuwa unakula boga na ni zile boga kali za kienyeji, na una make sure kitu kingine unastahili kufanya, nyama choma lazima uweke kando. Na niliambia watu siku nyingine hapa, wale zile wanyama wenye kukule msituni, wale wanakulaga nyama kama simba, akagi miaka mingi, lakini zile zinakula majani watakufa wakiwa na miaka mingi sana. Kwa hivyo kama unataka kukaa miaka mingi sana, na ni vizuri ujiulize, hata ukienda hospitali kubwa namna gani, utaona daktari amekutia mchere na kuletea maharagwe, na si ati kwamba hakuna pesa. Ni kwamba zile vitu ambazo zinaweza kusaidia watu watakagi. Kwa mfano tunaambiaga watu kama uji, ukiona mahali kumepikwa uji kuna mgonjwa kwa hiyo nyumba, watu wajue umuhimu wa uji. Na tunalea mtoto na uji, hata kuna wengine uji napikwa tuubwa tudogo, hawajui umuhimu wa zile uji zile. Na kuna zile vitu na sei, kuna unga kama ya omena inasiagwa, roma inasiagwa, terere inasiagwa, unga kama ile inachanganyishwa. Tunapatia mtu kama ule aende atumie, na unapata calcium, yale madini imekosa kwa joint, unapata bado imerudi. Sasa ugonjwa wa arthritis wakati umekamata mtu, number 1, utakuwa unasikia kule chini kwa miguu kama kuna vitu zinakudunga. Arthritis utakuwa unasikia huku kwa joint uchungu mwingi sana huku kwa joint, hasa wakati wa baridi. Arthritis ikikupata utakuwa unasikia saa zingine hata mgongo umekusumbua, na kuna wakati utasikia unakilalia mkono inaganda ama mguu inaganda, na kuna siku utakuwa unasikia saa zingine hata kutembea itakuwa shida. Wengine hata wameweka kamba kwa choo kwa sababu kusimama ni shida. Lakini msababu sisi ndio tumeongoza kuna dawa nzuri ya shida za arthritis ambazo unatumia miezi 2.5, ikienda sana miezi 3 kulingana na stage ya ugonjwa wako. Na hata kama arthritis ulienda hospitali, ulipigwa picha, ukapimwa damu, ukaambiwa kuna hiyo ugonjwa, imekuwa kusumbua wakati wa baridi, imekuwa kusumbua kutembea, kusimama ni shida. Fika kimsabu, arthritis tutaimaliza, na kila arthritis kuna venye huwa tunaitibu na inafika mwisho. Na tuseme ukija kwa kimsabu utalipa tu kadi 500, kupimwa ni free. Alafu kutoka hapo sasa mambo ya dawa, sisi tunasema kimsabu hakuna siku tutafanyia mtu already amefinyiliwa na ugonjwa. Na kuna dawa nyingine ningetaka kuuzia moja tu tunaita One Touch. One Touch ni dawa special sana, na watu huwa wanakuja kwetu sana. Hata ukija kwetu kuna watu wanasemaga mimi sitaki kuona daktari, kuna dawa nahitaji. Tunaitaga One Touch. Ni dawa tumetengeneza maalum ya wanaume. Tumeona wanaume watadhauriwa na wanawake. Na wanawake wanajua hiyo kudharau na madharau wanajua sana. Ukiwa mwanaume kama hiyo kazi haiwezi, utakuwa unaona kule mambo itakuwa inaenda haiendi venye kuna stahili. Kuna wimbo itaibwa hapo, bea adui yako aishi miaka mingi. Vipo ambaye hauwezi ukarewa. Saa zingine paka itapigwa hiyo bia ikulipanya na ni mzee anaambiwa. Na siku mzee atakujia One Touch atumie, utaona mama sasa ameanza kuiba. Amebadilisha wimbo sasa, umeona sasa kumebadilika sasa. Naanza kusema sasa
amefanya maajabu na siwezi kuelezea. Unajua hii maajabu imefanyika usiku, hawezi akaelezea. Kumbe ni one touch ambayo imesaidia kufanya hii kazi. Hii one touch ni dawa inatumika siku 10 na haina side effects kwa mwanaume. Kama uko na ugonjwa wa kisukari, uko na ugonjwa wa pressure, hiyo dawa yetu haina shida. Na ni dawa tumeiweka bei, kila mtu anaweza akanunua hiyo dawa. Kwa hivyo fika kimsabu utaweza kusaidika. Kitu kingine nikitaka kusema ni watu ambao wako na pressure. Umekuwa ukitumia dawa kila wakati, uko na ugonjwa wa pressure. Na pressure tulisema ni ugonjwa mbaya sana. Kwa sababu inaleta stroke, magonjwa ya figo, magonjwa mengi sana mpaka ya macho, na pressure imeua watu wengi sana. Ni ugonjwa inaua mtu akiwa na kilo zake za kawaida. Tuko na dawa ambayo tumetengeneza kwa mtu ambaye akona pressure, ambayo unaweka kwa chai ama kwa maji moto asubuhi na jioni, kwa muda tu kidogo sana wa mwezi moja tu na nusu. Hiyo pressure hata kama ilikuwa inaenda 150 180, wale wametumia ni vizuri kuelezea mtu mwingine. Wale umefika kimsabo umetumia, elezea mtu mwingine. Hiyo dawa ukitumia pressure inarudi mahali inastahili, 120 juu na pale chini 80. Na mtu akiwa na pressure anasikia kuumwa na kichwa kila wakati, kisungusungu, saa zingine unasikia mwili haina nguvu. Kuna wakati utasikia hata kutemeka, kuna wakati utasikia saa zingine pressure ikiwa juu, kuna siku utasikia hata macho haioni vizuri. Fika kimsabo tukutapea dawa, pressure ifike mwisho, usipate magonjwa kama hiyo nimesema na mengine mengi. Nambari ni 0714. Zingine zote ni 50 50 0714 50 50 50. Nirudie kuambia tunakuwa Meru Town kila siku. Naam, actually kabla utueleze sababu ningetaka utueleze mahali mnapatikana kwa kila siku. Lakini kabla tumalizie, kuna mtu anauliza kuhusu hedhi zake. Anasema ziko na shida, ni kama ziko consistent. Je, kuna njia mwafaka ambayo anaweza saidika? Huyo mtu tunaweza kumsaidia. Kwa kwanza tuangalie hormones zake venye zina perform, maana kuna hizo hormone imbalance. Mtu akiwa na hizo hormone imbalance inaweza tuna ile family planning anatumia, pengine alienda kwa counter venye tumesema, hakuna daktari mwenye anafaa kupima vitu fulani ndani ya mwili ndio ajue atatumia dawa fulani ndio isaharibu hormone zake. Huyo mtu anastahili kuja kliniki zetu, maana hedhi inastahili kuja siku 21 21 days inakuja, na kuna wengine wa 20 days wa mama wafanani, na isahili kuja siku 3 ikienda sana siku 4, na usahili kuumwa na kichwa, usahili kuumwa na nini hapa chini ya kitovu, na haistahili kukosa kuja. Kwa hivyo afiki kimsapo tuwasaidia, hata wapatagi watoto wakuje tuwasaidia. Kwa ufupi tu ungewakumbusha mahali mnapatikana tafadhali. Asante sana, na watu wako na makoja yote bado wakuje. Tuko hapa Meru Town Mulero House, tuko ground floor 1 alitua duko kwa gorofa. Hiyo nyumba iko na wapendwa bookshop, na ni hapa sawa inform ama karibu na Post Bank. Kufika tu Meru kesho ama siku yote, piga 0714 50 50 50 tutakuelekeza zaidi. Niseme kesho ni siku ya Thursday, tuko pale Chogoria kwa Bishop Muridi siku ya kesho. Kama kwa Embu tuko pale Una Guest House kwa mafuta ya ora Embu siku ya kesho. Friday tuko pale Maua tuko pale Samaki Lodge kule Maua. Friday iko karibu na Deliverance Church ya hapo Maua. Kufika Maua piga hiyo namba utasaidika, iko kwa TV. Saturday tuko pale Chuka tumerudi ile nyumba tulikuwa zamani ilikuwa inatengenezwa pale nyuma ya Petans hapo juu kwa KT Supermarket kama Magunas hapo Petans hapo nyuma siku ya Saturday watu wa Chuka. Na siku ya Sunday ni pale kwa Gishunge, siku ya Sunday pale Kianjai. Na siku ya Monday ni Nguvu pale Icon Restaurant. Tuesday nimesema ni pale Lale, pale God Gives 2020 nyuma police station ya Lale. Na Nairobi ni Githurai 45 pale juu ya Family Bank. Third floor room na bayoti. Githurai ni kila siku mpaka siku ya Jumapili. Usisumbuke kama kuna hizo magonjwa tumetaja ya kisukari, ya arthritis, hizo za answers. Kama kuna shida yote unasikiaga, tupigie hiyo simu, tutembelee, na usiwe na shida, maana sisi hatufinyiri watu already wamefinyirwa na magonjwa. Kukupima ni free, kadi ni 500 na dawa ni bei ya kuelewana. Kimsabo sisi hatuwezi finyiria mtu amefinyirwa na magonjwa. Asante sana daktari. Tunashukuru sana. Mutageri nkorikani na mbere ingine na Kimeru, tukumbushe kwa Kimeru namba Kibogo Mwanja Emoinya Ithano Kibogo namba simple mno 0714 50 50 50 amba kuthira ukiringana na mbere ndio kethira ukiona uteithio kuma kende itare ba kimsabo kethira geta kura nonto nyuma kaita katikura to kenda tukota na nonto bandeto chairu de Ithatu mbeto PHINEAS IMAANA.